Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usifanye kosa hili katika maisha yako. Ni somo zuri sana. Ni mimi Mwalimu Peter nakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Usifanye kosa hili katika maisha, ndio tafakari ambayo tunaenda kuiangalia. Ni kosa kubwa sana kufikia hatua ya kuona na kuwaza kuwa mtu au watu ni adui zako. Ni kosa kubwa sana, sio kwa sababu hakuna waliwahi kukuumiza au kukuzuia au kuvuruga furaha yako, bali kwa sababu chanzo cha vita yako sio mtu wala sio watu. Kwa hiyo ukiwaangalia watu utakuwa umeshindwa vita mapema. Kile kitabu cha Waefeso 6:12 Biblia inasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita yako sio mtu wala sio watu. Itakusaidia sana kukubadilisha ili uweze kupata ushindi katika safari hii ya maisha. Kweli ni kwamba watu wanaweza kutumika kukuzuia usifanikiwe au usiwe na furaha, lakini hekima ya juu kabisa inatupa kutambua ya kwamba kila kinachokuumiza akikutokana na mtu, bali nyuma yake kuna vita ya kiroho nyuma ya pazia. Unachokiona ni chombo, lakini nyuma yake ndiko kuna hiyo roho au uharibifu ambao umejificha, unakuangamiza au unaleta maumivu kwenye maisha yako. Unapolielewa hili jambo, unabadilisha kabisa namna ya kupigana. Unapogundua kuwa vita si ya damu na nyama, unaacha kuinua kinywa chako dhidi ya watu. Hautasema maneno kama haya: mtu yule ameharibu maisha yangu, kwa sababu unatambua kuwa kusema hivyo ni kumpa mtu mamlaka juu ya hatima yako. Badala yake unaelekeza macho yako kwa Mungu ambaye ndiyo chanzo cha ushindi wa kweli kwenye maisha yako. Hii ni siri kubwa sana. Siku zote ukishaona mtu ndiye ameharibu maisha yako, maana yake katika ulimwengu wa roho, tafsiri yake umempa mamlaka huyo mtu ya kubomoa maisha yako, wakati hakutakiwa apewe hiyo mamlaka. Kwa hiyo kwa kadri unavyokiri namna hiyo, ndivyo unampa nguvu yeye, huyo adui ambaye ameketi juu ya huyo mtu, kuendelea kukubomoa, kwa sababu umekiri, umempa mwenyewe hiyo mamlaka, wakati yana umempa na hata kubomoa kweli. Kwa hiyo siku zote tambua kwamba Mungu ndio chanzo cha ushindi wako. Kwa hiyo mwangalie yeye, itakusaidia usiseme maneno magumu ambayo yatampa nafasi au nguvu adui ya kuharibu maisha yako. Ufahamu huu au hekima hii inakusaidia kupambana na roho zilizojificha nyuma ya pazia, na si kupigana na watu au kujeruhi watu wengine. Unapigana kupitia maombi, unapigana kutumia hekima, unapigana kutumia subira, unapigana kutumia kweli ambayo ni neno la Mungu. Hapo ndipo unaposhinda bila kelele na kusonga mbele bila kubeba mzigo wa chuki.
Kadri unavyokuwa kiroho, ndivyo unavyozidi kuchagua amani badala lawama. Unaelewa kuwa watu ni vyombo, lakini Mungu ndiye mwenye udhibiti wa mwisho. Na Mungu hawezi kuruhusu uharibifu wowote utokee kwenye maisha yako pale unapomwamini na kumtegemea. Hivyo atageuza kila uharibifu ambao adui ameukusudia kwenye maisha yako kuwa somo, kuwa nguvu, kuwa daraja la kukuinua. Mishe kwa namna hii, mtu aliyefunguliwa macho yake ya rohoni apigani na watu, anashinda mizizi ya tatizo. Ukibadili namna unavyoangalia vita, unabadili pia namna ya kupigana hiyo vita, na utapata ushindi. Amani yako, furaha yako na hatima yako hautaweka mikononi mwa watu, bali utaviweka mikononi mwa Mungu. Mungu akubariki sana, na mimi ninakuombea usifanye kosa hili. Adui yako sio mtu, adui yako sio watu. Hivyo ni vyombo tu ambavyo adui yako atavitumia, na anajificha usimwone. Kwa hiyo hakikisha pambana na adui yako, usipambane na mtu, usipambane na watu. Hapo utalinda amani yako, utalinda furaha yako, hautakuwa na chuki. Hautakuwa na chuki na mtu yoyote, hautakuwa na lawama, na hapo ndipo kwenye siri ya ushindi bila kelele. Mungu akubariki sana, na Mungu akupe ushindi. Amen.